ukiwa katika harakati za kumtongoza demu na kuna meseji akawa akikutumia zinazofanana na hizi: wewe ni mwanaume mzuri sana, natamani kupata mwanaume kama wewe na kuchukulia wewe kama kakaangu, au akaanza kukuletea zile stori jinsi ex wake au mwanaume aliye naye alivyokuwa anamtesa au jinsi anavyomtesa, brother, umeshajichanganya. Na hii hapa ndio sababu unakuta una chati na huyo mwanamke muda mwingine mpaka usiku wa manane, akikulilia sana, akikwambia jinsi mpenzi wake au ex wake jinsi alivyokuwa akimnyanyasa na kumpa ushauri, tena ushauri wa maana kabisa. Na wakati mwingine huwa anakuwa na shida ya sapampa, ana shida ya pesa, wewe unaingia mfukoni unatoa kumsaidia. Yote hayo unayafanya huku kichwani mwako ukijidanganya ya kwamba hapa unajenga msingi na iko siku ataona wema wako then atakupenda. Bro, hapo ndipo unapofeli kiakili. Hapo unajigeuza ATM, unajigeuza mhudumu wa hisia zake badala ya kutengeneza mazingira avutiwe na wewe ili awe na wewe. Kisaikolojia, akili ya mwanamke huwa inagawanya wanaume katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni kundi la wanaume wale wenye mvuto, waliomvutia, na hawa wanaume mara nyingi huwa hawanaga stori sana, muda mwingine wanawakaushia, hawawasikilizi, wanampotezea. Kundi la pili ni kundi la wanaume wenye manufaa, ndo wewe ambapo unapojiweka. Yule wa kwenye kundi la kwanza ndiye mwanaume ambaye yule mwanamke anakuwa amevutiwa naye, ndio mwanamume ambaye kuna asilimia kubwa hata night endo ambaye anakuwa anaichapa, au sio? Alafu kundi la pili ndo kuna wewe ambaye wewe ndo boya ambaye unatumika tu na kufanya wewe kuwa ndo mvuta machozi, anakutumia wewe pale anapokuwa na shida. Hapa ndipo wanaume wengi wanapofeli. Wanaamini ili kumpata mwanamke ni lazima wajenge naye kwanza urafiki. Akisha kuzoea kama kaka, mshauri au rafiki, mvuto ule wa mapenzi unakuwa ushakufa. Maana ukishafika hatua hiyo unakuwa ni kama umeshajifungia kwenye jela ya urafiki na funguo umempa yeye, umeshaingia kwenye huo mtego. Suluhisho ni hili, na suluhisho sio kwamba uanze kuwa mkatili au kuanza dharau. Hapana, suluhisho ni kuonyesha nia yako mapema, aidha iwe ni kwa maneno, kwa vitendo au vyote kwa pamoja. Na ukiona hana nia ya kuwa na wewe, anaanza kukuletea stori za wanaume wengine, kaa mbali mapema sana. Na hiyo ndio njia pekee ya kuonyesha kwamba muda wako una thamani na ukuja kwake kwa ajili ya kuwa rafiki yake au mshauri wake. Brother, nikukumbushe kitu, mwanaume anayejielewa hawezi kwenda kwa mwanamke ambaye anamtaka kimapenzi na akaanza kujifanya kuwa yeye ni kaka au mshauri. Hebu niandikie kwenye comment hapo chini, hivi ushawahi kunasa kwenye mtego kama huo wa urafiki kwa mwanamke unayemtaka, kisa tu uliamua kutumia njia ya ustaarabu?